anaongo usiku. Anawaroga wafanyakazi wenzake ili wafukuzwe kazi. Na hakuna anayejua ni nani anayefuata. Lakini kabla tujaendelea, nisaidie kulike video hii, kisha subscribe ili usipitwe na simulizi nyingi nzuri na za kusisimua zijazo. Sasa, bila kupoteza muda, tuanze simulizi yetu. Katika kampuni moja kubwa ya biashara iliyopo jijini Arusha, kulikuwa na msichana mwenye bidii na mapenzi makubwa na kazi yake, aitwaye Vaileti. Vaileti alikuwa na umri wa miaka 28. Alikuwa ameanza kazi kama sales executive, yani afisa mauzo. Na ndani ya miezi michache tu, mauzo yake yalikuwa yakiongezeka kwa kasi ya ajabu. Bosi wake alikuwa akimsifu hadharani mbele ya wenzake wote, na ilikuwa dhahiri kwamba hivi karibuni angepandishwa cheo. Vaileti alikuwa anapendwa na karibu kila mfanyakazi. Alikuwa rafiki, alishirikiana vizuri na alikuwa tayari kushauriana na wengine katika masuala mbalimbali ya kiofisi. Lakini si kila mtu alikuwa na furaha naye. Kulikuwa na mwanamke mwingine aitwaye Bibi Joa, Senior Sales Officer, yani afisa mauzo mwandamizi mwenye umri wa miaka 35. Bibi Joa alikuwa amefanya kazi katika kampuni hiyo kwa miaka mingi. Hivi karibuni alikuwa amejawa na wivu mkali sana dhidi ya Vaileti. Alichukizwa na jinsi wafanyakazi wengine walivyoshirikiana na msichana huyo mdogo. Na zaidi ya yote, aliumizwa sana na jinsi bosi wa kampuni alivyokuwa akionyesha wazi kuridhika na utendaji kazi wa Vaileti kuliko wake. Usiku mmoja, wakati kila mtu alikuwa amelala usingizi mzito, Bibi Joa alikuwa bado macho. Alichukua ungo wake, akauweka chini ya miguu yake na kuanza kuongea maneno ya kichawi ambayo alikuwa amejifunza kwa miaka mingi. Ghafla, alianza kupaa na ungo wake juu ya nyumba, akielekea moja kwa moja nyumbani kwa Vaileti. Alipofika, alitua kimya kwenye paa la nyumba ya Vaileti. Kisha akateremka hadi karibu na mlango wa chumba cha kulala. Alitoa hirizi yake na kuinua hewani, huku akitamka maneno. Kisha akaifukia kwenye bustani ya maua karibu na mlango wa Vaileti. Lakini Vaileti hakuwa amelala. Alikuwa bado ameketi mezani akimalizia kazi ya ofisini, kwa sababu kesho yake kulikuwa na kikao muhimu na wateja wa deal kubwa ambacho kingeweza kuleta mkataba mkubwa kwa kampuni. Ghafla, alisikia sauti ya ajabu nje karibu na eneo la kuegesha magari. Alipoenda kutazama, aliona paka mweusi mkubwa amekaa juu ya gari lake. Paka huyo alimwangalia kwa macho ya kutisha. Vaileti alijaribu kumfukuza, lakini paka hakuogopa na kusema kwa sauti ya kutisha, "Nitakuonesha wewe, usijifanye mjanja sana." Vaileti alipiga kelele na kurudi ndani haraka, moyo wake ukipiga kwa kasi kubwa, bila kujua kuwa alikuwa ni Bibi Joa aliyekuja kumwangia usiku. Kesho yake asubuhi,
Vaileti aliamka akiwa na maumivu makali ya tumbo. Alianza kutapika sana. Mwili wake ulikuwa unatetemeka. Alijaribu kujitayarisha kwenda kazini kwa ajili ya kikao hicho muhimu, lakini hakuweza hata kunyanyuka kitandani. Alijaribu kujivuta ili achukue simu yake na kutoa taarifa ofisini, lakini hakufanikiwa. Masaa yalipita na Vaileti alipitiwa na usingizi mkali. Alipoamka, ilikuwa tayari saa 8 mchana. Maumivu ya tumbo yalikuwa yamekwisha ghafla bila hata kutumia dawa yoyote. Lakini aliposhika simu yake, aliona missed calls zaidi ya 12 kutoka kwa bosi wake na 30 kutoka kwa idara ya HR. Vaileti alishtuka. Alijiandaa haraka na kuanza safari ya kwenda ofisini, ingawa alikuwa amechelewa sana. Alipofika ofisini, kila mtu alimwangalia kwa mshangao. Bosi wake alimuita mara moja ofisini mwake na kumfokea kwa hasira kali. Alimlaumu kwa kuleta hasara ya mamilioni ya pesa kwa sababu ya kukosa kikao hicho muhimu. Vaileti alijaribu kujitetea, lakini bosi hakumsikiliza. Badala yake alimpa onyo kali. Tabia hii ikijirudia tena, nitakuachisha kazi bila huruma. Siku iliyofuata usiku, Bibi Joa aliamua kwenda hatua zaidi. Alipaa tena na ungo wake na kuelekea moja kwa moja ofisini. Alipofika usiku wa manane, ofisi ilikuwa tupu na giza kabisa. Alitua moja kwa moja kwenye meza ya Vaileti. Juu ya meza kulikuwa na chanuo ambacho Vaileti alikuwa anatumia mara kwa mara kuchana nywele zake. Bibi Joa alichukua chanuo hicho. Akatoa mabaki ya nywele za Vaileti na kusema kwa sauti ya chuki, "Vaileti, usipande cheo chochote katika kampuni hii. Nafasi yangu haitachukuliwa na mtoto kama wewe." Kisha alianza kuroga pale pale, akicheza na kuruka mbele na nyuma, akipanda na kushuka kwenye kiti na meza ya Vaileti huku akitamka maneno. Baada ya kumaliza, aliruka tena na ungo wake na kurudi nyumbani. Asubuhi iliyofuata, Vaileti alipokaa tu kwenye kiti chake cha kazi, alipata maumivu makali ya ghafla. Miguu yake yote miwili iliishiwa nguvu na kulemaa hapo hapo. Alianguka chini kwa taharuki. Ilipita miezi tangu tukio la Vaileti kutokea. Hatimaye, kampuni ilibidi imsimamishe kazi ili apate matibabu, kwani afya yake ilizidi kudhoofika. Siku moja, Vaileti alitembelewa nyumbani na waumini wa kanisa lake pamoja na mchungaji. Walipoanza kusali, Vaileti alianza kutapika vitu vya ajabu, ilizi kubwa nyekundu iliyochanganyika na nywele. Wakati huo huo, ofisini, Bibi Joa alikuwa ameketi kwa furaha ya ushindi. Ghafla alipiga kelele na kuanguka chini. Alianza kugalagala na kujikuna kila sehemu ya mwili wake kwa nguvu. Mbele yake, ghafla alitokea mtu aliyevaa vazi jeupe lenye kung'aa kama jua. Sura yake haikuonekana vizuri. Mtu huyo alisema kwa sauti yenye mamlaka, "Bibi Joa, waambie ukweli kuhusu Vaileti. La sivyo, utakufa hapa hapa." Bibi Joa akiwa bado chini, alianza kulia na kusema kwa sauti ya kutetemeka, "Mimi ndiye chanzo cha matatizo yote hapa ofisini. Nilimroga Vaileti ili nilinde cheo changu. Nilihofia kuwa atanizidi na kuchukua nafasi yangu." Ofisi yote ilipigwa na butwaa. Yule mtu alipotea ghafla na Bibi Joa akaacha kuwashwa mara moja. Kwa aibu kubwa, Bibi Joa alikimbia na hakuonekana tena ofisini. Baada ya siku chache, Vaileti aliweza kutembea tena. Afya yake ilirudi na hatimaye alirudishwa kazini katika nafasi yake. Na miezi michache baadaye, alipandishwa cheo.